wangu, karibu katika kipindi hiki cha maswali na majibu, na swali letu la leo ni kuhusu mavazi. Mavazi. Je, unaruhusiwa kutembea na vazi lolote? Je, unaruhusiwa kwenda ibadani na vazi lolote? Je, unaruhusiwa kuvaa mavazi aina gani, na mavazi aina gani ambayo haruhusiwi kuvaa? Twende katika kile kitabu kile cha Kutoka 28 sura ya 2. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu. Kuna mavazi matakatifu na mavazi machafu. Kitabu kingine ni kile kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari ule wa 9. Timotheo wa kwanza 2 mstari ule wa 9. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Kuna mavazi ya stara. Mavazi ya stara ni mavazi ambayo hayaonyeshi viungo vya mwanamke, hayaonyeshi kifua, hayaonyeshi maziwa, hayaonyeshi makwapa, hayaonyeshi mapaja. Hayo ndio mavazi ya kujistiri. Sasa wanawake wengi wanavaa vimini, wanaenda navyo kanisani wakisema kwamba Mungu haangalii mavazi. Sio kweli. Mungu anaangalia mavazi pamoja na moyo wako. Tunapaswa tuvae mavazi ya kujistiri, na mavazi ya kujistiri ni kanzu ndefu zilizofika mpaka zilizozidi magotini, zinazokaribia unyayo. Hayo ndiyo mavazi ya kujistiri, na ndiyo hayo Mwenyezi Mungu anayotaka tuyavae wanadamu wote. Sio halali kuvaa suruali zinazobana, sio halali kuvaa vitopu vinavyoonyesha makwapa, sio halali kuvaa nguo fupi ambazo hazivuki magoti yako. Hiyo siyo halali.